Kwa kama unaandika, andika tunawezaje kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Tunawezaje kuimarisha mahusiano yetu na Mungu? Ni swali ambalo kibinafsi ungeweza kujiuliza kwamba ninawezaje kuimarisha mahusiano yangu na Mungu. Na kwa ujumla basi tunajiuliza tunawezaje kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Kwa sababu tumeona kitu kinachotusaidia kukaa ndani ya Kristo ni mahusiano ya kudumu. Ndicho kinatusaidia sisi kukaa ndani ya Kristo. Vipo na vitu vingine ambavyo tuliviangalia siku hiyo. Lakini sasa haya mahusiano yetu, mimi ninawezaje kuyaimarisha mahusiano haya kati yangu mimi na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mwana wa Mungu ambaye shauku yako ni kuona kuna mabadiliko kila siku yanatokea katika maisha yako ya kumkulia wokovu, ndani utakuwa una shauku mara zote ya kuona kuna jambo jipya linatokea ndani ya maisha yako. Mahusiano ya kwako na Mungu yanaongezeka kadri inavyoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile nikatolea mfano tu wa mahusiano kati ya mchumba, mtu ambaye yupo kwenye kipindi hiko cha kujiandaa kwenda katika ndoa, kuingia katika ndoa. Namna ambavyo mahusiano hayo yanavyowachukua hawa watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ushirikiano wapendwa. Katikati yetu Chapewa yeye yupo kwenye uchumba. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani nikiongea hii yeye anakuwa anaelewa zaidi. Samani Chapewa, hivi kwa siku unaweza ukawasiliana mara ngapi na mchumba wako kwenye hiki kipindi? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wale ambao hamjapitia bado ndio mtasema ila kwa wale ambao tumepita hapo, jibu la Chapewa ndio uhalisia wa maisha. Yaani hakuna hesabu, na muda mwingine hata hakuna sababu, ni vile tu umejisikia nataka nimsikie sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tu unapigia tu umeshakunywa chai, kuna wakati umempigia tu umeamkaje. Yaani mahusiano yanaboreshwa zaidi kwa mazungumzo. Bwana Yesu asifiwe. Kevia yupo hapa, lakini angekuepo naye angetuambia, kwa sababu yeye uzuri mchumba wake yupo hapa kanisani. Na uhakika kabisa akiingia kanisani akapiga jicho alafu akamuona budada amekaa pale, ibada yake inakuwa nzuri sana. Na uhakika. Yaani kuna changamko fulani hivi ndani ya ibada linaongezeka. Kuna namna amina fulani tu hivi zitatoka. Na kama ndo yupo mbele unaimbisha alafu kaona kule kama yeye ndo anabarikiwa zaidi, na wewe unapata hamasa zaidi ya kufanya zaidi ya vile ulivyokuwa unaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilibahatika wakati nilichumbia mchumba ambaye nilikuwa naabudu naye kanisa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachokisema ninakielewa. Ulikuwa ukifika ibadani alafu bahati mbaya unaangalia humuoni, afu huna taarifa ya kwa nini hayupo muda huo, utateseka. Ibada yako itakuwa mbaya. Yaani utacheza, utaimbisha, utaona kama mwimbishaji haeleweki, siku hiyo hana upako, kumbe ni wewe una shida.
utatoka utaenda nje, utarudi, utapiga simu, bahati mbaya sipokee. Sasa ndio inakuchanganya zaidi, bora apokee, akupe taarifa kwamba bwana, nipo njiani, kuna hili linaendelea. Nakumbuka siku moja nikiwa ibadani, tunaendelea na ibada pale kanisani kwetu. Sasa siku hiyo tulikuwa tuna desturi ya kuwapikia watoto chakula. Kwa kuna mpishi alikuwa amekuja kutoka nje, amefika pale. Mimi ninaenda kumsaidia kumwelekeza atapata wapi kuni. Kulikuwa kuna mbao mengi sana yapo sehemu. Kwa wakati nimeenda kumwelekeza, nikaanza kumsaidia kidogo na kutoa zile kuni. Nikiwa juu ya yale mbao, nimeamua sasa kushuka, nimeshamwelekeza, nirudi kanisani. Wakati natoka juu na shuka, nikakutana na mbao yenye msumari. Kwa hiyo ilitoboa kiatu, ikatoboa na mguu. Nikakaa pale, nikamuita yule ndugu akaja akanisaidia, akakandamiza ile mbao, mimi nikashika mguu nikachomoa. Mchumba wangu yupo kanisani, hajui linaloendelea huku nje. Mchungaji tu ndo alipata taarifa, akatoka akakuta ule msumari sio kwamba tu ulitoboa kiatu afu katoboa mguu, katoboa paka juu. Yaani ulitokezea paka kwa juu. Damu inatoka huku chini, inatoka na juu. Akabidi anichukue haraka hapo, tukaenda hospitali. Na nilikuwa kiongozi wa sifa siku hiyo. Wakati umeenda hospitali, huyu mdada hana taarifa. Anaanza kuangalia, mbona huyu mkaka tena hamuoni? Akaanza kuteseka kwamba sasa ndo wameenda wapi? Yupo wapi? Mbona haonekaniki? Ibada yake haikuwa nzuri kwa muda huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliteseka kwa muda. Paka anakuja anapiga simu baadaye ndo namwambia, mwenzako nipo wapi? Nipo hospitalini. Nilipata hiki na hiki na hiki. Lakini nilivyorudi nimeshafungiwa bandage na kila kitu. Kwa sababu nilikuwa ninahudumu na mahusiano yangu na Mungu sikutaka yaharibiwe na chochote. Licha ya maumivu makali nilikuwa nayasikia, niliforce kulazimisha mguu kaingia kwenye kiatu na lile bandage, maana nilijua nikisimama mbele na lile bandage attention ya watu itatoka, badala ya kumsifu Mungu wataanza kuangalia alipata nini shida kwenye mguu wakati alikuja ibadani yupo salama. Kwa nikaforce nikaingiza ule mguu, nikaimbisha sifa nikiwa nina maumivu, nikamaliza paka ile huduma. Nilivyotoka sasa ndo nikaenda nikavua, nikaanza kusikilizia yale maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilinipeleka hapo? Ni ule mahusiano yangu na Mungu. Sikutaka chochote ambacho kimejitokeza kiharibu ibada. Ghafla aanze kutafutwa mtu mwingine wa kuanza kuimbishia ambaye alikuwa hajajiandaa. Niliona inaweza ikapelekea ibada ikabadilika kutoka katika lile Mungu alikuwa amelikusudia siku hiyo kutokea. Kwa mahusiano yalinilazimisha niumie lakini nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa utangulizi tu, uhusiano ambao tunataka tuangalie siku ya leo ni uhusiano wakati ya Musa na Mungu. Uhusiano wakati ya Musa na Mungu. Nimemchukua mtu huyu mmoja katika Biblia, tujikite kuona namna gani mahusiano yake na Mungu yalikuwepo, yalikuwaje, yatusaidie na sisi katika kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Sasa uhusiano wa Musa na Mungu ni mfano wa kipekee katika Biblia. Ni mfano wa kipekee sana wa mahusiano katika Biblia. Biblia inaonyesha kuwa Musa alikuwa karibu sana na Mungu kiasi cha kuzungumza naye uso kwa uso. Kutoka ile 33, mwenye maiki na msomaji mzuri atusomee hiyo. Kutoka 33:11. Kutoka 33:11. Neno la Bwana linasema, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake.
Kisha akageuka akarejea hata marangoni. Bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona namna ambavyo mahusiano haya yanafunuliwa. Musa, Biblia inamsema alikuwa na mahusiano ya kiwango ambacho Mungu alivyotaka kuzungumza naye, alizungumza naye uso kwa uso. Lakini tunaelewa kuna maandiko mengine yanatuambia hakuna mtu ambaye atamwona Mungu ataishi. Lakini kile ambacho najaribu kukiona hapa, kuna uspesho ambao Mungu alikuwa anajifunua kwa Musa tofauti na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu gani kilipelekea hapo mpaka Mungu akavutiwa na kuanza kutengeneza kuzungumza na Musa kwa aina nyingine? Ni mahusiano ambayo Musa aliyafanya kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe leo ukiboresha hayo mahusiano, ni vile tu Biblia ilishakamilika, sasa hivi haiandikwi tena. Anaweza akatokea mtu mwingine hapa Makedonia ambaye Mungu kulingana na mahusiano yake mazuri na Mungu akianza kufanya mazungumzo naye, atazungumza naye kwa namna special tofauti na mwingine. Hii namna special ni maamuzi ya kwako. Mwambie jirani yako, ni maamuzi ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unataka Mungu ajifunuaje kwa uhusiano gani? Ni maamuzi ya kwako. Unaweka juhudi gani kuyaboresha hayo mahusiano? Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tu kwanza tuelewe ukweli huu. Musa hakuwa na uspesho wowote ule ukitoa wewe na yeye. Alizaliwa, Biblia inatuonesha kama wewe ulivyozaliwa. Na yeye yamkini alizaliwa kwenye hali ngumu, kwa sababu amezaliwa kipindi ambacho watoto wa kiume wanauliwa. Kwa hiyo hata alivyozaliwa, alizaliwa kwenye mazingira ambayo si ya kawaida. Ila wewe leo labda ulizaliwa kwenye hospitali nzuri. Lakini tunaona alilelewa, na malezi yake yalikaa katika aina mbili. Mama kwa sehemu ndogo sana, lakini akaenda akalelewa katika nchi ya ugenini. Na wewe ulivyozaliwa ulilelewa, tena wewe umekaa na mama yako na baba yako, yamkini ulipata hiyo neema. Hata kama ulienda ukalelewa na bibi na babu, lakini ulilelewa. Kwa mpaka hapo sifa za yeye kuzaliwa na wewe unayo. Sifa ya kulelewa na wewe unayo. Sifa ya kukua na wewe unayo, kwa sababu na wewe umekuwa mpaka kufikia hapo. Hakuna utofauti, labda alizaliwa na kiumbe fulani ndio maana akafanikiwa kuwa na mahusiano ya namna hiyo yanayosemwa. Labda alishushwa kutoka mbinguni. Hapana, hakushushwa. Alizaliwa kama mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa cha zaidi ambacho kipindi cha Musa hakikuwepo, na wakati naendelea kujifunza hapa nikajisikia shauku sana ndani yangu. Kipindi cha Musa Roho Mtakatifu alikuwa hajafunuliwa kama alivyofunuliwa leo. Kwa juhudi aliyoifanya Musa mpaka Mungu akawa na ukaribu naye na uhusiano huo, kipindi ambacho Roho Mtakatifu hajadhihirishwa, hajamwagika, hajafunuliwa kama leo. Naamini juhudi ile tukiifanya ya Musa, sisi tutakuwa tuna matokeo makubwa katika maisha yetu kuliko hata haya tunayosoma leo. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Tuna Roho Mtakatifu. Kipindi cha Musa hakuwa na Biblia ya kusema atarudi kusoma ili amjue Mungu, ajifunze Mungu, aboreshe uhusiano wake zaidi, aende kina na Mungu. Hakukuwa na Biblia.
Kipindi chetu leo tuna neno la Mungu, na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna uwezo wa kuzama ndani tukajikita huko, tukamjifunza mambo ya Mungu, na tukatoka tunamfahamu, na tukajikuta tuna mahusiano ya karibu mno na Mungu, kwa kiwango ambacho kabla hujafanya jambo lolote utamshirikisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu unakuta kulingana na mahusiano yao na Mungu, Mungu anawaamulia kila kitu. Yaani kila kitu. Anataka kutoka, anamuuliza Mungu. Anataka kuvaa nguo, anamuuliza Mungu, nivae aina ipi? Anakutana na mtu kwenye yale mazungumzo, wakati anazungumza anamhoji Mungu ndani, nimjibu nini? Kwa nini umenikutanisha na huyu mtu? Ulikuwa umekusudia nini? Kwa nini nimekutana naye? Kila kitu anachokifanya lazima amshirikishe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu angalie Musa aliboreshaje mahusiano yake na Mungu. Aliwezaje kuboresha mahusiano yake na Mungu? Jambo la kwanza ambalo nataka tulione ni wito wa Mungu. Andika wito wa Mungu. Kutoka ile 30, kutoka sura ile ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Ukienda kusoma hapa utaona namna ambavyo sasa Mungu anamuita Musa. Musa akiwa nchi ya mbali, ni muuaji, ameua huko, akaenda huko akitegemea kwamba atakuwa na maisha yake mengine, na akawa anaendelea na maisha yake mengine. Tunaona Mungu anajifunua kwake na kumuita Musa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alivyomuita Musa, kuna mambo ambayo Mungu alisemezana na Musa, lakini yale mambo yasingezana na Musa. Lakini yale mambo yasingekuwa na maana kama Musa asingeyaitikia na kuyapokea na kuyakubali, kuyaingiza katika utendakazi. Bwana Yesu asifiwe. Mfano huo tunajiona na sisi wa Agano Jipya. Naomba msomaji wangu soma ile Yohana 15 mstari wa 16. Tuone kuna jambo hapo, kuna kweli fulani ambayo nataka tuielewe. Yohana 15:16. Neno la Mungu linasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema sio nyinyi mlionichagua mimi, bali mimi niliofanyaje? Niliwachagua. Musa tunaona anapokea wito kutoka kwa Mungu kwamba Mungu ndiye anaanzisha mahusiano kati ya mwanadamu na yeye. Daima hiyo ndio kanuni ya kwanza ambayo Mungu anaita mwanzilishi wa mahusiano yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunaitwa kwanza, kuna wito ambao Mungu anaufunua kwa maisha ya mtu mmoja mmoja. Sasa mimi na wewe, kipengele ambacho Musa alikipitia tayari na sisi tumekipitia, kwa sababu Kristo alishakuita, ukampokea, akakuhamisha, akakuweka katika yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo alivyokuita wewe, hakuna utofauti. Hakuna nini? Hakuna utofauti. Na kama Mungu amekuita wewe, kama neno linavyotuambia, linavyotuonesha, tunapoitwa tuna kazi ya kufanya.
Kwa nini akuite? Kwa nini akuchague? Kati ya watu wengi neno linatumika sio nyinyi mlio, ila mimi ndiyo nimechagua. Kwa kuna sababu kwa nini Mungu amekuchagua katika familia yenu, kwamba kuna kitu Mungu anataka wewe ukifanye. Lakini ili iko kitu ukifanye, mahusiano yako na Mungu yataamua kitafanyika kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Ili uzae matunda, huku mbele neno linatuambia itaamuliwa una mahusiano ya kina kwa kiwango gani na Mungu, ili utumikie kusudi lako. Kila mmoja jamani ameletwa duniani na kusudi. Kusudi ndio limekusababisha uzaliwe. Lisingekuwepo